kuhusu juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine. Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff alikutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa zaidi ya saa 4 huko St. Petersburg jana. Mada kuu: kutafuta njia ya kusimamisha vita vya kikatili nchini Ukraine, vita ambavyo vimedumu kwa miaka na kuua watu wengi. Huu ulikuwa mkutano wa 3 wa Witkoff na Putin mwaka huu, lakini matokeo ni magumu kueleweka. Urusi imepuuza umuhimu wa mkutano huo, ikisema haukuwa wa kihistoria na kutilia shaka mafanikio yoyote makubwa. Lakini kuna mshangao. Mjumbe wa Urusi Kirill Dmitriev alisema mazungumzo yalikuwa na tija. Sasa ukweli ni upi? Hapa ndipo mambo yanapokuwa magumu. Ripoti zinaonyesha Witkoff alipendekeza mikoa 4 ya mashariki mwa Ukraine, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson ipewe Urusi. Wazo hilo limezua hasira. Serikali ya Ukraine, baadhi ya maafisa wa Marekani na washirika wa Ulaya wote wamelikataa. Hata ndani ya utawala wa Trump kuna mgawanyiko. Keith Kellogg, mjumbe wa Trump kuhusu Ukraine, amelikataa wazo hilo kabisa. Na tukimzungumzia Trump, rais wa zamani Trump sasa amerudi kwenye uangalizi, ametoa wito kwa Urusi kuharakisha kusitisha mapigano. Amesema vita hivyo ni vya kutisha na havina maana, akisema maelfu wanakufa kila wiki. Trump pia alidai tena kwamba angeweza kumaliza vita hivyo ndani ya saa 24 tu ikiwa angali madarakani. Maneno makubwa, lakini yameleta sifa na ukosoaji. Wakati huo huo, nchi za magharibi hazijakaa kimya. Siku hiyo hiyo ya mkutano wa Witkoff na Putin, mataifa ya magharibi yaliahidi zaidi ya euro bilioni 21 katika misaada mpya ya kijeshi kwa Ukraine. Ni ishara wazi kwamba msaada wa kimataifa kwa Kiev haujafifia. Msaada huu unakuja wakati muhimu, huku waziri wa ulinzi wa Ukraine akionya kuhusu Urusi kuongeza uzalishaji wa kijeshi na kutoonyesha nia ya kweli ya amani. Na tusisahau gharama ya kibinadamu. Wiki iliyopita tu Rais wa Ukraine Zelensky alitembelea Kryvyi Rih, mji wake, ambapo shambulio la kombora la Urusi liliwaua watu 19, wakiwemo watoto 9. Matukio haya ya kusikitisha yanaonyesha kwa nini amani inahitajika sana, lakini pia kwa nini makubaliano kuhusu uhuru wa Ukraine yanapingwa vikali. Kwa hiyo, nini kitafuata? Mazungumzo ya Witkoff na Putin huenda hayakuwa mafanikio makubwa, lakini yanaonyesha diplomasia ngumu na yenye hatari kubwa inayochezwa. Kwa sasa, vita vinaendelea bila mwisho kuonekana. Endelea kufuatilia habari zaidi, kwa sababu hadithi hii haijakwisha.